kuna watu wanafanya zinaa. Wewe angalia vizuri, zinaa hiyo sio ya kwanza. Stage ya kwanza ni music. Kwa hiyo kanisa linapochukua hatua ya muziki, maana yake kuna mengi maovu yatatupwa nje. Be guided with music and dancing, kwa ushawishi wa muziki na kucheza, and allured by the beauty of the heathen vestals, na wakiwa wameshikiliwa na kupumbazwa na uzuri wa wale wasichana. Na nimekuambia hilo neno dancing ni hiyo twisting, naked dance. Na ndio maana unaona kwa nini wanacheza tu wakiwa uchi. Hata waulizwa kwenye ukumbi, wanakujaga wamevaa vizuri. Eti Pastor Masengo, hawatavaa vizuri, wanavaa nguo za chumbani. Maziwa yote yanakuwa nje, atakaye na anyonye. Mapaja yote yanakuwa nje, anataka kupiga msasa apige msasa. Nenda uone hicho kitu. Na ndio maana muziki unaokuja pale hautawabakiza, kwa sababu wao wenyewe wameshajiandaa. Kama Waisraeli walienda wamevaa vizuri, acha wanaokwenda saa hizi wamevaa vibaya. Waisraeli walienda wamevaa vizuri, waliishia kucheza wakiwa uchi. Hivi ninyi mnaweza mkaelewa ikiwa tu Waisraeli walihudhuria wakiwa wamevaa vizuri? Ulipopigwa muziki kidogo akashangaa anafanya hivi kama bendi ya Kikuria, halafu baadaye akashangaa anasogea. Yaani hata alivyokuwa anasogea hata yeye ajui kama anasogea. Akasogea. Wakati huo wasichana wale waliowekwa maridadi wamevaa nguo ambazo zimepigwa x-ray. Yaani unaona kuanzia makao makuu ya Dar es Salaam kama sio ya nchi ya Tanzania. Yaani utahitajika kuroketi na kusketch the capital city of Tanzania. Wamevaa hivyo. Jamaa macho yakawatoka kama mijusi imebanwa kwenye milango. Wanaenda taratibu namna hii kama mbwa wanaokwenda kuliwa na chatu. Walijikuta kifua kwa kifua, mkono ukazunguka, kiuno kikazunguka, kila kitu kikarainika. Wakawa mjusi sio mjusi, wakawa mnyoo sio mnyoo. Ikaenda namna hiyo, zero distance. Walijikuta kwenye zinaa, na zinaa ikawatoa pale, ikapigwa jeki, wakaingia kwenye ibada ya sanamu, wakasujudia Baali. That was the last step. Yani hii ndio yani safari ilianzia kwenye muziki. Muziki ndio ulisafirisha, ukamweka kituo Kimanduru, kamtoa Kimanduru kapeleka pale. Ni kwa pole, ni kwa wapi? Hivyo ndivyo muziki unachofanya. Na hivyo anasema wakishawishi na wale wasichana, they cast off their fidelity to Jehovah, wakatupilia mbali uchaji wao kwa Yehova. As they united with mirth and fasting, walipokuwa wameungana kwenye furaha na raha, indulgence in wine, katika uendekezaji wa ulevi, wakanywa na kunywa, be crowded their senses, ikazima taa za akili yao. Umeme wa TANESCO ukakatika. Ulipokatika, anasema block down, ikavunja the barriers of self control, ikavunja vile vizuizi vya kujitawala. Then passion had full sway, ashki ya ngono ikachukua kiti cha enzi. And having defied their consciences, wakiwa wameshanajisi ufahamu wao, akili, reasoning, by lordliness, kwa ngono, they were persuaded to bow, wakajikuta wanasujudu down to the idols, kwa ile miungu. They offered sacrifice, wakatoa kafara. Waisraeli wanatoa kafara upon the heathen altars, juu ya madhabahu ya kipagani, and participated in the most degrading rites, wakashiriki katika mojawapo ya huduma
zinazodhalilisha sana, most degrading rights. Yote yalianza na music. Muziki. Ukiambia akili yako jitenge na muziki huo mbaya, unakwenda kusalimika. Na ndio maana kuna baa na hakuna pombe itanyweka kreti kwa kreti kama hakuna muziki. Na hujawahi ona wanaohudumu pale ni wanawake ambao maziwa yalishakuwa horizontal. Hata yale yaliyojaribu kushuka yalishapigwa jeki, yakakaa perpendicular. Unakutana sura za Facebook tupu. Ndio maana hata wanaofanya biashara hotelini hawataweka pale, hata kama mama ni mtaalamu wa kupika kiasi gani, yeye watampeleka kwenye section ya jiko. Kwenye kusevu msosi lazima waje wale. Na zikile ndugu zangu, wafanya biashara wanajua ibilisi anavyofanya nao. Kwa hiyo mtu anakuwa anarudi tu pale. Anarudi. Hata ukienda ile baba shop wanaonyoa nywele, wanaume wazime tu akinyolewa wanaenda wanalala kwenye mikono ya dada, anasugua na maziwa nayo yanasugua kichwa. Eti ameshindwa kwenda kuosha kichwa chake, anaoshwa na mwanadada. Paka na kausingizi kana kuja. Alafu unakuja unasema Samsoni. Unafikiri yali laraje Samsoni? Basa Masengo nakumbuka tukiwa Nairobi, tulienda baba shop moja, tukaingia, tulikuwa wachungaji kama 3 hivi. 4 wa Tanzania, tulikuwa 3. Tunaenda kunyoa pale, alafu tuambia karibu huku. Dada mmoja ameweka maziwa yamebana kama matikiti maji. Na yuko hapo. Yeah. Tukaangalia na Masengo. Nikamwambia wewe, yoyote atakayeenda tutatoa habari nyumbani kwa familia zetu. Kwa sababu ile kinyozi baada ya kunyoa anafuta na anapulizia na unaweza ukasafiri. Kwanza amekufunika na ile shuka kwa ile nywele zisidondoke. Alafu bado akishakunania anakupulizia, anafuta, anapulizia. Eti bado eti haitoshi, unaenda kwenye kachumba na kuna kanani kaweka ka partition kama vile ile ni patakatifu. Huko ndiko wanachinjiaga huko. Mwanaume anakuwa anarudi kule kila baada ya mwezi, anajifanya nywele zimekuwa, anaenda tena kunyolewa. Ay. Oh. It was music. Ni muziki uliowafikisha kwenye utoaji wa kafara katika madhabahu ya adui shetani, wakashushwa kiwango hicho kibaya kilicho cha duni kabisa, lakini ni kwa sababu ya muziki wa kidunia. Muziki, ngono na pombe ni mapacha. Hakuna mlevi asiyekuwa mzinzi. Na hakuna mahali atanywea isipokuwa kwenye hilo bar kuna muziki. Haya ndio yanayofanyika. Muda wangu unaenda hapa, lakini ngoja nieleze jambo hili, at least niingie wakati wa mwisho. Niruke mengine yaliyofanyika hapo. Uone muziki unavyosafiri. Ibilisi akiwa kazini na agenda yake na gia yake ya kwanza pale Eden, na anavyotembea nayo. Twende muziki wakati wa mwisho. Ili upate vizuri wakati wa mwisho, kwenye Ufunuo 14 mstari wa 9 tunasoma ule ujumbe wa malaika watatu, mtu awaye yote. Hebu soma hapo Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9. Katika ule ujumbe malaika watatu anagusa. Sikiliza anachosema hapo. Ufunuo 19 mstari wa 4. Hebu soma. Na mwingine malaika watatu akawafuata. Akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, akisujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, au katika mkono wake, ndio
yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Hebu komea tu kwanza. Huyu wa malaika watatu anaanzia na ile ambayo ni the final stage, hatua ya mwisho ya anachotaka. Ndio maana niliwaambia kwamba mwisho wa kila ibada ya muziki inakusujudu. Na niliwaambia kwenye Ufunuo, kitabu cha Ufunuo kina hilo neno kusujudu ama kuabudu, mafungu maneno 24, na katika hayo 24 6 yametumika kusujudu mnyama, sanamu na joka. Kwa hiyo Ufunuo, unabii wa malaika, ujumbe wa malaika watatu unaanzia atakaye sujudu mnyama. Lakini swali linabaki, wanafikaje hapo? Swali linabaki, kwani Baali Peori walifikaje kwenye kusujudu? Ilikuwa ni gia ya muziki. Sasa niangalie vizuri inapofanyika. Kabla sijafika hapo, maana anazungumzia Babeli, huyo wa pili anasema umeanguka Babeli, umeanguka Babeli, umeanguka. Kwa mara ya kwanza Babeli imetajwa kwenye Mwanzo sura ile ya 10. Wakati wa Nimrod ndiye aliyejenga Babeli wa kwanza. Na hiyo Babeli ikaangushwa kwenye Mwanzo sura ya 11, iliangushwa na Mungu mwenyewe, ikachafuka lugha alipochafua usemi. Kwa hiyo ya Nimrod ikaangushwa na Mungu mwenyewe. Babeli ya pili ikajengwa na Nebukadreza. Kwenye ile kitabu cha Danieli 4 mstari wa 30, Nebukadreza anajisifia, je, hii sio Babeli mkuu niliyoujenga? Na hiyo ikaangushwa na Wamedi na Wajemi mwaka 539 kabla ya Yesu. Lakini unakuja kwenye Yona tena Babeli kwenye kitabu cha Ufunuo. Ubabeli umeanguka, ujumbe wa malaika wa pili. Nini imefanya ianguke? Imeishia kusujudu, ndio maana imeanguka. Wakati ule Musa anatoka mlimani, Mungu alimwambia kwenye ule mstari wa 7 kwenye Kutoka 32, shuka maana watu wako wamejiharibu. Ile neno wamejiharibu maana yake wameoza, wamedecompose, wamedecay. Kusujudu sanamu maana yake ni kuoza. Lakini wanafikaje pale? Umeanguka, atakaye sujudu. Ndiposa sikiliza, ili ujue kilichoandikwa kwenye Danieli sura ya 3. Fungua Danieli sura ya 3. Danieli sura ya 3, hebu soma mstari wa 7. Danieli sura ya 3 mstari wa 7. Ile sanamu katika uwanda wa Dura, hiyo ilikuwa ni inaweka stage kitakachofanyika wakati wa mwisho. Yani kilichofanyika pale kwenye uwanda wa Dura ilikuwa ni kuonesha vile Ibilisi atakavyofanya wakati wa mwisho katika uwanda wa Dura. Danieli sura ya 3 mstari ule wa 7. Basi wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma na namuna zote, every kind wakisikia, yani ninachosema ule uwanda wa Dura watu hawakusujudu isipokuwa ulitangulia muziki. Watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu, wakasujudu. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Hakuna ile kwenye uwanda wa Dura, ni muziki ndio uliweka stage. Unaposoma wale vijana watatu waliosimama, hawakwenda na hiyo movement ya dunia ile. Walikuwa na uti wa mgongo wale vijana, kwamba walisimama mbele ya aina huyo ya muziki, na ulipigwa na watu wanaojua kupiga. Na Ibilisi anajua, na Nebukadneza alijua kile muziki unachofanya mpaka mtu anasujudu. Alijua, na alijua kabisa Waibrania hawatapona. Alishangazwa sana, wale vijana alishangazwa sana. Hivyo ndivyo inavyorudiwa kwenye mstari wa 10, na ndivyo inavyorudiwa kwenye mstari wa 15. Muziki uliowekwa katika uwanda wa Dura ilikuwa ninasonda kidole utakavyotumika wakati wa mwisho.
pale ndipo matumizi ya Babeli inachukuliwa, inapelekwa kwenye Agano Jipya. Unaiona sasa kwenye apocalyptic prophecy, matukio ya wakati wa mwisho, end time events, muziki utaenda kwenye jukwaa. Na ndipo unaona sasa Babeli watasujudu. Hawafiki pale hivi hivi, wanafikishwa hapo kwenye kusujudu mamlaka ya dunia hii kwa muziki wa kidunia. Na kwa nini inafanyika? Ndio maana unaona ibada za muziki huo usio wa kimbingu umependwa na watu wengi sana. Na nendo uangalivyo vitu katika madhehebu mbalimbali ya Kikristo, ni muziki kweli kweli, na unapata nafasi ya kutosha, unapigwa mpaka unaona mtu anasisimuka, yani anakuwa amehama kabisa. Yani ule muziki unamtoa, unamexcite, unamsisimua, lakini unamchomoa ufahamu. Anabaki hata akishikwa hivi anafuata tu, sasa anafuata, amekwisha kabisa. Ndio maana hilo fungu tuliosoma, alisome tena la Ufunuo sura ya 18 mstari huo wa 21 hadi 24, uone kinachowafanya Babeli mpaka wanasujudu. Umeanguka Babeli, ndicho hiki kinachosema. Soma Ufunuo 18 mstari wa 21, 22, 23, 24. Soma. Na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katika bahari, akisema kama hivi, kwa nguvu nyingi, sawa, utatupwa Babeli, mji ule mkuu, wala hautaonekana tena kabisa. Ndio. Wala sauti ya wapiga vinanda. Sikiliza. Ngoja. Unaposikia sauti ya wapiga vinanda, ukitaja Babeli na atakaye sujudu, utasikia muziki. Anakurudisha sauti za wapiga muziki za uwanda wa dura utakao uandaa ulimwengu kwenye kusujudu sanamu ya mnyama. Soma msomaji. Wala sauti ya wapiga vinanda, naam, na ya wapiga zomari, na ya wapiga filimbi, na ya wapiga baragumu, haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Wala fundi awaye yote wa kazi yoyote hataonekana ndani yako tena kabisa. Kwa sababu hiyo ndio kuanguka kukamilifu, complete falling of Babylon, ni sura ya 18. Sura ya 14 ana introduce, sura ya 17 anasogea hatua kidogo ya kuanguka kwa Babeli. Sura ya 18 ndipo kuna full fall of Babylon, na anaeleza kabisa ilichofanya itwe Babeli ni kwa sababu ya aina hiyo ya muziki unaolevya, na watu wakaishia kuanguka. Muziki wa Babeli unawapeleka kusujudu mnyama. Soma msomaji. Wala sauti ya jiwe la kusagia halitasikiwa ndani yako kabisa. Wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa. Ndio. Wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hao wafanyabiashara wako, wafanyabiashara, anazungumzia watu na uchumi wa dunia hii unakwenda sambamba kupeleka hoja za Babeli. Nazungumzia wafanyabiashara ambao ni wakuu wa nchi. Soma usikie. Wafanyabiashara wako waliokuwa wakuu wa nchi, na watu wenye hela ndio ambao ndio donors, ndio wanaowekeza kwenye muziki wa Babeli. Watu hao wanajua Ibilisi anawavyotumia mali za dunia kupropagate Babylonian music. Kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. 2. Babeli ina ushirikina, ndio ile adanganya kwa ishara. Kwenye Ufunuo sura 13 anasema kwa uchawi. Kwa hiyo anatumia music industry, halafu anatumia hii kwenye mambo ya miujiza ya uongo. Halafu katika hayo mawili yatagharimu watu wa Mungu. Soma usikie, malizia. Na ndani yake ilionekana damu ya manabii. Ndani ya huo mji damu ya manabii ilionekana, na ya watakatifu, na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. Wote wanaosafiri kwenda mbinguni, usije ukashangazwa kwa upinzani na pengine utakaohitaji damu ya mji wa Babeli
damu ya watakatifu ilionekana. Maana yake waliuawa baadhi ya watakatifu waliopinga Babylonian music. Nisome nukuu uone kinachofanyika hapa, kinavyoelezewa. Nini kinazungumzwa hapa? Tuko Wanda wa Dura, katika kitabu kile cha Wazee Manabii, ukurasa wa 457, paragrafu ya 3, anasema Shetani anajua vizuri ni wapi aweze kushika. Ni vitu gani aweze kushika. He knows very well the materials with which he has to deal. Anachoweza kushughulika nacho in the human heart, kwa ajili katika moyo wa mwanadamu. He knows, anajua, for he has studied with a Fredish intensity for thousands of years. Maana amejifunza namna ya kushughulika na moyo wa mwanadamu kwa miaka. The points most easily are said in every character. Anajua akishika wapi anaikamata kila tabia. And through successive generation, kupitia kizazi na kizazi, he has wrought to overthrow the strongest men. Ameangusha wanaume waliokuwa imara katika Israeli, wakuu katika Israeli, kwa majaribu aliyotumia. Amefaulu hata Baali Peori kwa nguvu hizo hizo. Na tunapokaribia mwisho wakati, when we approach the cross of time, as the people of God stand upon the borders of heavenly Canaan, kadi watu wa Mungu wanavyosimama katika mipaka ya Kanaani ya mbinguni, Shetani ataazimia as of old, kama huko nyuma, to redouble his effort. Ataongezea mara mbili juhudi yake kuzuia ili wasiingie kwenye nchi nzuri ya ahadi. Anafanyaje? He raised his snares, anaweka mitego for every soul, kwa kila roho, kwamba ana akili ama hana akili. Ataweka mitego ili aweze kuwakamata. He will prepare his temptations. Ataandaa majaribu yake for those in the highest position, kwa wale walio kwenye nafasi za juu za uongozi, in the most holy office, katika ofisi takatifu sana. Sikiliza, viongozi ibilisi ataweka mitego, ata double effort kwa wale ambao wako kwenye ofisi za kuaminika mno za uongozi. He employs the same agents. Atatumia mawakala wale wale. Now has he employed 3,000 years ago, kama aliyowatumia wale mawakala miaka 3,000 iliyopita. By worldly friendship, kwa mahusiano ya kiulimwengu, urafiki na wa kiulimwengu. By charms of beauty, kwa kusimuliwa na urembo na uzuri. By pleasure seeking, kwa kutafuta starehe, myth, raha, feasting, sherehe, or the wine cup, ama ulevi. He tempts to the violation of the seventh commandments. Anawafikisha kuasi amri ya 7, yani zinaa. Mawakala wale wale, music, ndio inawapeleka watu kuvunja amri ya 7. Na akishavunja amri ya 7, baada ya sanamu, mawakala wale wale, the same agents. Wanja wa Dura uko mbele yetu, na muziki ni wakala mahususi katika vita ya wakati wa mwisho. Pambana kwa akili na katika roho, maana walio upande wa Kristo walishinda. Ibilisi atatupwa. Jiunge upande wa Kristo kwenye muziki mtakatifu, utashinda.
Mawakala wale shetani aliowatumia miaka 3 iliyopita ndio anatumia, na ataongeza juhudi wakati wa mwisho. Muziki ya kidunia itawapeleka watu kuvunja amri ya 7. Narudia kusema ndugu zangu, zinaa haitashuka chini katika dunia hii kwa sababu inapandishwa na muziki. Na Yesu alisema ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Hiyo ndio dhambi iliyoleta gharika. Wana wa Seti wakaungana na wana wa Kaini, wakaoana wote waliotaka. It was music that prepared the way. Lakini nenda uangalie kilichoangusha bahari Peori, music. Wakaingia kwenye zinaa, na zinaa ikawapiga jeki, wakaingia kwenye ibada ya sanamu. Nenda pale chini ya mlima Horebu, the same. Wanda wa Dura, the same. Na wakati wa mwisho, hao ndio mawakala wake wakuu aliowapamba, amewanakshi, amewapiga msasa. Wanaonekana kama ni wapya, ni mbinu za kivita za shetani za miaka tangu 3000, na anajua mara pa kushika ili aingie kwenye moyo wa kila mwanadamu. Watch out. Leo ikiwa unatamani kuwa upande huu wa walioshinda, lazima uanze na muziki. Usipoanza na muziki, hakuna nafuu. Hatuna nafuu. Anza na muziki. Ni kwenye muziki ndipo tutakuwa salama. Na ni shauku yako na ni mapenzi ya Mungu ya kwamba Bwana tuingize kwenye muziki mtakatifu. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na kama shauku yako, simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Bwana tuingize kwenye muziki. Muziki mtakatifu. Sayuni. Muziki wa kwenda mbinguni. Na katika pambano hili usisahau baadhi ya viongozi walioaminika katika ofisi takatifu. Tani ana agenda sana, aanze na wao. Na anajua alifanikiwa kwa Waisraeli maelfu kwa sababu alipowini sehemu ya viongozi. Sisi ambao ni viongozi wa kanisa, Mungu anataka tujue tunawindwa sana na shetani. Sana. Maana akitupata, amepata wengi watakao tufuata. Na hivyo tujikabidhi mbele za Bwana. Mchungaji Senguo atakuja hapa. Wito huu wa kwanza unaenda kwa wanaopiga muziki, wanaopiga kinanda. Ikiwa unataka kusema Yesu, mimi ninashukuru kwa neno lako, nitafanya kile unachotaka ili ibilisi asinitumie kama kiongozi wa kulidi muziki ili watu wasujudu katika bahari Peori, badala yake waanguke kwa Yehova mfalme. Ikiwa ni miongoni mwa wanaopiga kinanda walioko hapa na wanataka wasalimishe hivyo walivyo navyo kwa Kristo, awaongoze kupiga muziki mtakatifu, waje hapa mbele. Waje hapa mbele. Pastor Senguo, karibu tu hapa. Hawa wanaopiga kinanda ni muhimu sana katika ibada ya muziki. Waisraeli ni Waisraeli wao. Waimbaji ni Waisraeli. Viongozi hawa wana sehemu kubwa mno. Hawa ndio watakaoongoza muziki na jeshi la Bwana likasujudu mbele ya muumbaji wa mbingu na nchi. Na Mungu amewaamini kwa ofisi takatifu mno, to lead the worshipers to prostrate before God, to waanguke mbele za Bwana, wapige muziki. Choristers, unja kuiona uenda kesho. Hao ndio Bwana amewaamini kama viongozi. Na sisi ambao tukifika kwenye ibada ya muziki, tunawaangalia hawa music conductor, wanao chorister muziki, wanaopiga kwenye piano, tuongoza namna ya kuimba na fanya hiki na kile.
na tunaamini Mungu ni mapenzi yake awatakase na sisi sote katika habari hii. Wale ambao ni viongozi wa kanisa wako hapa, sisi wachungaji, wazee wa makanisa na nani, tumeaminiwa kwa ofisi nyeti mno. Tukianguka katika hili, Waisraeli wengi wataanguka. Na kama uko hapo na nafasi hii ya kuaminika ya uongozi wa kanisa, na uko hapa, tembea uje hapa mbele ikiwa unasema, Bwana nisaidie kwa zamu yangu nisionekane nimesaliti wajibu mtakatifu, lakini nitasimama kama kiongozi kuelekeza watu wa Bwana katika yaliyo matakatifu. Ubeti mmoja namba 232. Baada ya wimbo huo, mchungaji Senguo ataomba kwa ajili yetu sisi sote. Kiongozi wa nyimbo, ubeti mmoja namba 232. Sisi sote tuliosimama hapo mlipo na sisi tulioko huku mbele tunahitaji kuongozwa na yeye, kwa sababu ibada ya sanamu haitafikiwa bila muziki wa shetani kuanza. Kama hutajali unaweza ukapiga magoti mahali. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tuko kwako mbele za uso wako, tukitambua ya kwamba unatufahamu kila mmoja na hali aliyonayo. Tunakushukuru kutuita kuwepo katika hema lako hili. Neno limenenwa katika masikio yetu, tumesikia. Sauti imetoka kwa mtumishi wako kama ulivyomjalia. Mbele yako tunakuja na timu ya pekee sana. Mefanya kazi kubwa sana ya kufanya kazi ambayo waliamini ya kwamba wako sawasawa na kile ulichowatuma. Lakini ujumbe wa leo umetuweka kando kwa kazi tulizokuwa tunazifanya. Tunakuja kwako kwa upya tena, Mungu wa mbinguni, tukiomba uwezo ule ambao ni wa kuendelea kushusha nguvu za ibilisi chini. Na kwa hakika haiwezekani mpaka tumeamua kujitoa. Ndio maana watoto wako wamepita mbele, waliokuwa wakicheza vinanda kwa ujasiri na ujuzi walioufahamu, na kumbe timu kubwa imeelekea jehanamu. Sasa mchana huu tunapotoa mioyo yetu kwako kwa ajili ya kazi hiyo ambayo tumeifanya kwa muda mrefu, na maamuzi ya pekee ya jioni ya leo ni kuiweka salama Israeli. Naomba upiganie watoto wako, wapatie fahari nyingine ya namna ya kukutumikia.
Ikiwa wako ambao walikuwa wanakula, wanapata mishahara kwa kazi waliokuwa wakiifanya, na maamuzi yao leo ni kutengana na kazi ile, Mungu wa mbinguni wafungulie mlango mwingine, ili mradi tu wafanye kile ambacho ni maagizo yako na waandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Ninakushukuru kwa sababu ya uongozi ulioko hapa. Tumepita mbele wachungaji kwa niaba ya wenzetu ambao hawako hapa. Mara kadhaa tumelikosesha kundi lako, tukawa na hofu katika kusema. Sasa tusaidie, tukasimame pamoja katika umoja wa kulinusuru kanisa lako. Tunaamini ya kwamba hakuna atakayeamua kurudi nyuma tena. Tusaidie kupata elimu na akili za kuinua viwango vyetu vya kiroho na wale tunaowaongoza, ili baada ya maisha haya, Mungu wa mbinguni, utukubali kwa ajili ya uzima wa milele, badala ya kuandaliwa kwa ajili ya kutundikwa, tukaandaliwe kwa kufikisha taifa lako katika ufalme wa mbinguni. Washiriki watakao yaona mabadiliko haya, naomba Roho wako Mtakatifu aingilie kati katika maisha yao, wakafikia hatua ya kuelewa ya kwamba tumeenda mbali na tunapaswa kurudi, na hivi wapate uelewa wa kipekee unaotoka kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Maana ujumbe huu ulipaswa kufikia kila Mwadventista, lakini watoto wako walioko hapa watakaponena na wenzao waliobaki makambini, Mungu wa mbinguni, na waisikie sauti yako, tuandaliwe pamoja kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini Baba, tunamweka kwa kipekee sana mtumishi wako kwa kazi ambayo umempatia. Amefanya jambo lisilowezekana kwa macho ya kibinadamu na uwezo wa kibinadamu. Endelea kumkinga na yule mwovu. Mpiganie kwa kipekee sana mtumishi wako Pastor Semba, kwa kauli na neno uliloweka kwake na namna ya kutoa tafsiri ya neno lako, hadi liwafikie watoto wako katika ukrimu ule uliohitaji. Endelea kumpigania na kumtetea. Mpatie ushindi katika kila inajaribu, na mpatie kunena tena na tena kanisa lako lifae kwa ajili ya uzima wa milele. Mara kadhaa mito imetolewa kwa kuachana na mfumo wa kidunia. Tunakuomba mwito wa leo kwa waliotoka, ukachangie kuwa mwito kwa washiriki wako kokote waliko, kusimama katika zamu hii kukutetea na kudisha sifa na utukufu kwako. Neema yako, baraka zako na vile ambavyo vinastahili kuwa kwa watoto wako vikaonekane sasa na hata milele. Maana tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina.